Oya, yule pale. Mwa pale mfuko ule ushika ule pale. Mfuko ule baba mingo ule pale. Kwenda kwa matajiri sasa. Fuate. Fresh. Ndiwe mchezo wetu, mama nanita wenzake. Jamani, nimekuona kabisa kwa macho yangu. Popo mbili za bukamka umeingia ndani. Toka ndani. Yaani nasemaje huko ndani utoke. Hauwezi kufuza mtu kama hivyo bana. Wewe. Na mpigie kelele. Mbona mnampigia kelele? Sio kupiga kelele. Mwanamke wako huyo Mzandiki amekuwa mchawi. Amebeba vitu vya watu hapo anakimbia. Kwa nini anakimbia kama yeye sio tapeli? Amekimbilia ndani, mtoe. Bora nimekuona Tundu na mwenyekiti. We Tundu wakuniweka mimi kule masaa yote. Wewe wakuniambia mimi nikae pale, unakuja dakika 5 unaniletea pesa yangu. Pesa ziko wapi mama? Ndio baba mwenye nyumba, samahani, lakini mimi hapa nilikuacha kule, nilikuwa na maana kwamba nakuja kwa kijumbe wangu nichukue mchezo nikuletee. Ndio nienda kuchukua mchezo. Sasa huyu hapo kijumbe mwenyewe kakimbilia ndani kwako, mtoe anige hela nikupe. Na nia na mazumuni ya mimi kama mwenyekiti kuwa na hawa kwa ajili ya kulinda wananchi na mali zao. Umekuja kulinda raia na mali zake, si ndivyo? Hasa mbona pesa yangu sijapewa? Na ndio maana ungemwambia Bimoze atoke alete hiyo pesa anipe mwenyekiti, na ndio sababu ya wao kuja. Mimi niziweke hizo pesa, then zikienea nitampa Tundu. Aha. Wewe mtalaka. Hebu njoo hapa. Mimi namdai ubibie. Wamekuja hapa, wanasema wao wanakudai. Hebu niambie, wanakudai kweli au wanakudai? Ndio mume wangu. Wewe, mume wako nani? Mimi sio mume wako. Wewe ni mtalaka wangu. Naomba uniambie, ni kweli anakudai pesa? Ndio mtalaka wangu. Tundu mimi ananidai pesa. Mimi nachezesha mchezo na Tundu mwenye kupokea hiyo hela. Umeona? Na pesa naye nidai ni shilingi 500,000. Ila sasa hivi mimi nina pesa nusu, nina shilingi 470,000 na nimeiacha kwa mdogo wangu Swaiba. Lakini kwenye wewe unapodaiwa 470,000, hujaweka ile kuka yangu. Kwa nini usiweke sasa? Unamtafuta loloni wewe mwanangu. Tulia wewe. Ninapoongea mambo yangu sitaki kuingiliwa. Chazi mkubwa wewe. Sasa mama, nadhani umesikia. Kwenye hiyo 470,000, si ndivyo mama? Nikipiga kalkuleta yangu hapa, miezi 6, mara maji, umeme, usafi, tumemalizana. Umenielewa? Umepoa. Ndio. Ndio Tumemalizana Wewe. Yeye unakubali kila rahisi eti mmemalizana. Wewe hela yote hiyo. Kwani ulikuwa unataka kulipa miezi 6? Sasa shida nini? Mwambie. Wewe unamuogopa? Mwambie. Lazima na kitu. Mwambie. Tundu bovu kapoza namna. Tundu bovu kumbe anadaiwa. Mimi hapa nadhani kwamba kilichonileta ni hii kesi, labda niondoke. We. Kesi imeisha na nani? Kesi bado. Yaani hii ilikuwa tela picha kwako. Baba, naomba hela yangu. Mimi nadhani kwamba mzee mwenzangu tungestiriana, na kilichonileta hapa ni kwa ajili ya kesi, na
Kama kweli unajua kwamba unanidai, ungenifuata nyumbani tumalize. Kwani mimi nimekataa kulipa? Nyumbani wapi? Mara ngapi? Nimekuita mara ngapi? Au kwa sababu unatumia cheo chako We baba we, naomba hela yangu. Sitaki niongee mengi. Naomba hela yangu. Mzee mwenzangu, basi nisiwe muongo. Kiukweli ni kwamba tunasubiri mishahara. Mama. Toka dunia iumbwe sijawahi kusikia mwenyekiti wa serikali za mtaa alipwa mshahara. Huo mshahara unalipwa wapi baba? Nashanga mimi mwenyewe, nashanga. Tunachukulia serikali za mitaa. Benki gani? Unanizalilisha. Basi utanikuta kwa mbele uone staki. Na kuzalisha vipi wewe? Ni pesa yangu. Wewe. Kipindi mnaambiwa mjenge, mnatudharau sisi tuliojenga sasa. Kwanza mwenyekiti leo kajizalilisha. Sasa nisikize nikwambie Bibi Moze. Yaani hapa haijaisha na haiwezi kuishia hapa. Joel, na kudai hela zangu unakuja kukimbilia tu kwa ile kaptula ile bwana lako ulivaa makaptula. Sikia nikwambie. Yaani haijaisha. Mimi hapa tundu ndo utajua sasa na matundu mangapi kwenye mwili wangu nitakuonyesha. Yaani ukikutana mimi njiani, yaani chagua hili moja. Ufe au nife. Nitakufanya mboga wewe nakwambia. Na mimi ndo nitakuwa mazishi yake ndo nafanya nini? Yaani sijakubali, halijaisha. Wewe tulieni hapa, nendeni huko. Sasa naona hivi, ngoja niwaambie kitu. Kama wale mmewashindwa. Iyo, ngoja niwaoneshe kwa nini mizizi inakuwa kama ya mnazi na samba chini. Shika. Uone ala kunyambia. Piga huyo. Bafu mkubwa. Mimi ndo mzee Kanyeto. Shenzi mkubwa. Nyumbani kwangu. Wewe. Nyuma shenzi nini? Nini? Toka. Ba. Na wewe sikiliza. Nisikiliza kwa makini. Wewe. Sikiliza. Umesema hela iko wapi? Nimeiacha kwa mdogo wangu Swaiba. Umeacha kwa mdogo wako? Haya, naomba uongoze njia. Twende ukachukue pesa yangu. Sitaki mambo ya utapeli. Twende, ongoza. Shuka. Lakini unishukuru mimi, ningekosa kukimbilia hapo, singejua kama kuna pesa. Wewe mwanamke mbona unagubu wewe? Ndio maana nikuacha. Mimi ndo mzee Kanyeto. Unajua maana ya Kanyeto? Unajua? Ndio maana nikakuacha mama. Uendelee na mambo yako. Mimi nabaki na mambo. Twende ukachukue hela. Ndio umefikia huko kujiita majina ya ajabu. Wewe twende bwana. Majina ya ajabu vipi? Ndiwe mchezo wetu. Mama nanita wenzake, jioni mtaa unachemka. Tunayashika maisha, hata mzigo ukiwa mzito hatukomi. Katika dirisha la nyumba za mabati ndoto zinapenya kama taa. Tunakusanya senti, tunacheka, tunaliana, maisha yanakwenda mbele tulipokata tamaa. Kizazi kilikuwa tunashindana nacho kinaenda kinarudisha. Tunaenda na kirudisha kizazi. Kinaenda na kirudisha kizazi kinakuwa kama kipo kama leke kinavuta majani kinaenda na Wewe mwanaume wewe, kumtoroka yule mwanaume mwenzio. Yaani ngumi moja ameanguka chini, umeshinda kumpiga tu kama ukota yule. Mtu mzima mzee kama yule wewe amkimbia. Amkimbia nini? Yaani umenitia aibu. Yaani katika siku ambayo umenizalilisha ni leo. Sasa ndo nilitaka kujua. Kumbe wewe ndo mpango wako. Umechukua kile kifaa leskuka ndani ukawapa mabondia ili mimi nishindwe kudai. Nipigwe sasa. Hii haiishi. Nasema nataka leskuka yangu. Nataka leskuka yangu. Ile leskuka nimenunua bei. Leskuka yangu imeenda. Pesa mimi mwenyewe napigwa. Hivi wewe ustaarabu uko wapi? Sheria iko wapi? Au mwangalie vifungu vya sheria. Nikienda mahakamani hamna atakayetoboa. Mnapata kesi mnanyongwa na leskuka inarudi bure. Red Bull wewe. Basmati. Unataka kuniambia nini? Mshenzi kabisa wewe. Wewe ndio umesababisha haya mambo. Unakimbia na siku ambayo huna chochote unachoweza. Sasa nikwambie tu kitu, hamna kwenda kwa Bibi Moze, hamna kwenda kwa mwenyekiti wala kwenda wapi. Kwa sababu wewe nishakuona huna nguvu, unanitia aibu mimi kwa wanawake wenzangu. Kabisa najisifu na mwanaume, hata ninapoenda kwenye michezo vikoba najisifu na mwanaume, kumbe sina kitu. Wewe mwanaume, jamani. Tuangalie na wanaume wakituoa basi jamani. Mwanaume misuruale, mikoti haeleweki chochote, nguvu pia hana, basi nakuvumilia tu mwenzio. Huyu mwanamke ana akili au ana maji kwenye kichwa? Wewe sasa sikiliza, unaona nataka kunichonganisha na watu.
Na mimi hasira zangu babu aliniambia kipindi ninakufundisha hizi kareti, material usiyatoe mbele za watu utaaibika. Kipindi cha utoto nacheza na ndugu yangu mmoja hivi, nikampiga ngumi hapa, shingo ilikaa kama ndege kajeruhiwa. Kwa hiyo yule babu ndo akanikataza, akaniambia sitaki kuona hizi kareti nilizokufundisha unazitoa. Ndio maana nikamwacha yule mtu mwenye kitambi. Lakini nilikuwa namdondosha kama mgude polini. Ngumi moja tu bombi tiku pale chini. Lakini sasa tuachane na mke wangu. Ingia ndani nipe maji ninywe. Hii hapa ninapokuambia ndani temperature imepanda, IC sijui imechanganyika na nini, joto mtindo mmoja. Nipe maji. Choka baba yenu. Sasa tuiseme. Ya pinga unachopiga kiona mtoto kama hivi. Haya. Matatizo kwa nini nyumba hayaishi? Mnataka nini? Hela mchango. Michango ya nini? Wa shughuli. Shughuli tena ile lijaisha, mnaleta shughuli. Yaani mnataka kwa hiyo mke wangu atoke hapa aende kwenye kigodoro akaminuke kama kuku kabanikwa, si ndio? Karibu. Nikaribia nini? Karibu ukae chini basi nikupe hata maji ya kunywa mume wangu. Mimi nimefuata maji ya kunywa hapa? Mimi sijafuata maji ya kunywa. Mama, ingia ndani niletee mzigo wangu mimi niondoke. Kwa hata kukaa kutia baraka utaki. Mbona unilazimisha wewe? Niingie au nikae chini? Nitafute nini? Mimi sijaja kukaa chini hapa. Nimekuja unipe pesa yangu niondoke. Mzee Kinyeto. Ani sijui hata nikwambieje haki ya Mungu. Bwana shogangu tumeukuta. Mwambie bwana wako akupe hela ya mchango. Wewe maji ya nini na wewe ushaanza kuleta? Yaani wewe una matatizo wewe. Wewe una majanga wewe. Yaani ile lijaisha unanibandikia lingine. Weka kwanza chini. Kwa hiyo nyinyi sasa mnakuwa mnashindwa kuheshimu haki za nyumba za binadamu na utaratibu. Huyu ni mke wangu mimi. Mnatakiwa muongee na mimi nipo. Yeye ndo anatoa hela umndani. Mimi si ndo mtoa hizo hela. Haya, mchango sijui mchango wa nini? Au hiyo michango gani ya tumboni na unguruma njaa kiuma? Tunataka hela shule. Mume wangu mambo ya kike usiingilie. Unatia aibu. Kwa hiyo unataka kuniambia mambo ya kike hapo? Onesha nipedi hapo mnazo mnazishikilia. Wewe sikia bwana mwambie vipi mlango? Akuandalie. Niambie nini wewe unioni mpaka yeye niambie. Wewe uniambie hapa tunaona tusifuatane. Macho kwa macho. Unataka niambie nini? Tunataka hela shule. Hakuna. Tokeni. Nitakuja kumuua mtu nakwambia niondokeni. Mimi kama mnakuwa mnataka kuniambia shati wako nyinyi. Pumbavu. Hao ndio wanakuharibu. Sasa ile haijaisha. Unataka kuniletea mambo mengine. Wewe unaonekana ni mtu wa shughuli. Unaweza kushughulika wewe. Ndani kwenye ukifika tu muda wa shule unasema mimi hapa ninakwambia unachoka vibaya mno. Utasema kama walikulimisha usiku. Sasa kumbe wewe unishughuli za watu unashughulika vibaya. Unataka kuniambia kimya? Wewe, hivi unajua kama unachonganisha na wanawake wenzangu lakini. Na kuchonganisha kivipi? Hizi shughuli hizi ndio zinazofanya mimi niko hapa mjini. Si umenielewa? Yaani kumbe hapa hayuko kwa ajili yangu. Yuko kwa ajili ya wanawake wenzake. Sio wanawake wenzangu, hizi shughuli za wanawake utakiwa kuingilia wewe mume wangu. Ndio maana unatia aibu. Sasa ngoja nikuoneshe show. Nilitaka ninywe maji. Nimehairi. Nimehairi kwa sababu wewe kumbe mke wangu mtu wa shughuli. Ungeniambia toka mwanzo unapokuwa baba, mimi ni mtu wa shughuli, mtu wa michezo. Yaani uoneshe shughuli, unaanza kuweka shughuli alafu unaanza kuonesha michezo. Twende ndani ukanionyeshe. Nini bwana wewe? Twende ukanionyeshe. Hiyo habari mama siitaki. Maswala ya mdogo wako, sijui ni mwache mfungo, sijui kafanya hiyo siitaki mama. Nipe changu niondoke. Nimeingia huko ndani nimetafuta na kutafuta. Na huyu mdogo wangu sikumkuta, sijui atakaendea wapi. Wewe unasema tuje huku hela iko kwa mdogo wako. Sasa mdogo wako anatembea hapa. Alafu anatembea tu ajui kama mimi nakuja kufuata hela zangu hapa. Au kumwambia? Nimemwambia na maagizo yote nimempa. Sasa sijui hata katoka kaelekea wapi na hizo hela. Yaani mimi mwenyewe anazidi kunivuruga haki ya Mungu. Wewe Swaiba wewe.
Nini mdogo wangu? Basi niambie basi, unapenda kuniweka roho juu mimi. Unalilia nini? Nimeibiwa. Zimeibiwa? Ndio. Zimeibiwaje biwaje? Sikiliza mama. Mimi pesa yangu haijaibiwa. Naomba pesa yangu. Wewe usinipigie kelele. Mimi ninapodai hela zangu na najua hela umepoteza. Asijania yule. Wewe mama nipe hela. Nipe hela zangu niondoke. Wewe unanipigia kelele mimi nadai hela yangu. Chizi mkubwa wewe. Naomba hela yangu niondoke. Swaiba mdogo wangu. Dada nisamee, usinipige. Usiniambie habari za kukusamee. Naondoka hapa, nimekupa maelekezo kila kitu. Ni nini kilichokufanya utoke ama unazuia na zile pesa? Shida nini? Unataka uniongezee mimi matatizo? Usiliniambia nikitoka nitoke na ule mfuko ni ulinda usiibe. Sasa ulishindwa kujua kama ule mfuko una hela uzitunze? Yaani pesa yangu mimi wameenda kufanya maonyesho kwa. Yaani wamekaa, wameshikana wameonyeshana na nini? Pesa yangu mimi, pesa yangu naitaka mama. Sio, umenielewa? Naitaka pesa yangu. Nifanyie haraka niondoke. Haya niambie. Mwenyewe ndo kama hivyo kaja kufuata pesa zake. Nampa nini mimi mdogo wangu? Naishije mimi? Au unapenda hivi kila siku maisha makelele? Unapenda wewe? Nakuuliza wewe unapenda mdogo wangu? Pola wewe mtoto, mbona unapenda kunizidishia majanga mimi ambayo mimi siyahitaji jamani? Ni mambo kwenye kifuko. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Pesa zangu napata au sipati? Oh mama, Uswahilini tumezaliwa, tumelelewa. Kila siku ni safari, lakini pamoja tunaweza. Ndiwe mchezo wetu. Aha. Sasa ina maana yule Tundu awe anakaa kwangu kule, ana relax, anafanya anavyotaka bila pesa bure, si ndivyo? Sasa mimi najua sio kosa lako, kosa la kwangu mimi kumwamini mdogo wangu, kumwachia ule mzigo na hatimaye kuja kutokea vitu kama hivi. Sasa kama yule anakaa bure, shapata jibu. Sasa sikiliza wewe mwanamke. Sikiliza. Hapa naondoka, naenda kumtafuta dalali. Tunakuja tuuze hii nyumba. Nichukue changu, cha kwako ubaki nacho. Sina mambo mengine. Hivi mume wangu umebadilika kiasi hiko? Yaani 470,000 uje kuniuzia nyumba, nitakaa wapi mimi na shemeji yako lakini? Wewe Swaiba! Kijumbe. Karibu. Asante. Ndio nimekuja, maana unasema mchezo ukiisha utaniweka. Sasa nimekuja. Kwema lakini. Kwema. Nisikilize nikwambie. Yaani hapa nilipo unaweza kuniona nimekaa ni mtu ambaye mwenye furaha, lakini nina huzuni kiasi kwamba sijui hata nikuelezeje. Ni mengi ambayo yananisibu kuhusu hayo masuala ya mchezo. Kwa maana hiyo sitaraji kusikia swala la mchezo. Ni kweli nilikwambia tarehe fulani mchezo unaisha, utakuja nitakuweka kwenye mchezo. Lakini kwa hatua niliyofikia sina hata hamu ya kuingiza mchezo tena. Kwa nini hilo tu ndo linakusumbua? Ni hilo tu unaliona dogo, ila kwangu mimi ni kubwa kiasi kwamba sijui jinsi ya kulitatua. Maisha yangu naona kabisa yanaenda kuangamia kwa masuala ambayo sijajua hata mwisho wake ni lini. Hapo hapo, shoga yangu, umeona pale juu kuna kijana huyo kaja, katoka Sumbawanga moto, hapo ya boy. Mganga huyo? Mganga moto, yani ana hatari huyo. Ulichelewea wapi? Nahisi ungekuja mapema, haya matatizo yote yasingenifika. Unaweza kunipeleka? Shoga yangu, kupeleka na kupeleka. Lakini mganga moto
Unaona mimi bwanangu nimemweka hapa. Hafurukuti, haruki. Ndiwe mchezo wetu. Mama nanita wenzake. Sasa unakimbia nini? Bimoza yupo? Hayupo. Kaenda wapi? Nishaambia dada hayupo. Sikia, sasa tutakuja kupitia ile mchango. Tap screen, tap screen, tap screen. Naona hapa kuna wageni wamekuja. Tutaendelea baadaye. Huyu anasema Kipara anataka tuuliza Komwe. Na sikiliza. Mtaalamu mwenyewe ndo huyu. Kutoka Sumbawanga. Hapo jimalize mwenzangu, mambo yako yote yanaishi. Hapo umefanyaje? Hapo umefika bila kupoa. Nakusikiliza. Mganga, mimi nimekuja hapa. Nina shida. Shida yangu mimi nina matatizo mganga. Nataka unitatulie haya matatizo yangu. Matatizo yangu mimi bwana, nimeibiwa. Nimeibiwa hela takribani 470,000. Kwa hiyo ninachokitaka hapa unizihirishie huyu mwizi wangu, nimjue huyu mwizi anayetaka kunirudisha mimi kwenye matatizo, nimjue. Kingine mganga, nyumba yangu mimi nataka kuuzwa na huyu mtalaka wangu. Kwa hiyo ninachotaka umfumbaze kabisa akili, asiwe na wazo kabisa la kuwaza kuja kuuza nyumba yangu. Yaani naomba mganga unisaidie, haya matatizo nimeyachoka. Mchango? Mchango wa nini? Tuna shughuli. Wewe vipi unauliza nini sasa? Sikia, mwambie kwamba tukirudi tumkute na hela ya mchango tuikute. Hiyo hela ya mchango mnamdai? Hela ya mchango which? Who? Hayupo. Nendeni mtarudi baadaye. Waone. Tumegonga mnyama. Naona mmekuja na shida 270 kidogo. Sawa bana, hizo shida zenu zimeisha. Wakoro. Nena shida zako. Niongee kwa sauti au kidogo kidogo mganga? Kwa sauti wewe. Wakulu, mimi hapa Bimoze, nimekuja hapa kwenu Wakulu. Naamini hakuna kitakachoharibika. Nataka mtatulia matatizo yangu. Mimi nimeibiwa pesa takribani 470,000. Ninachotaka mnizihirishie Wakulu, huyu mwizi nimjue. Na kingine, huyu mtalaka wangu anataka kuuza nyumba yangu. Mumfumbazi akili kabisa. Naamini Wakulu. Wale wa shida 270. Wakulu. Nadhani mmewasikia Wakulu. Wakulu mmewasikia. Kula chuma. Huyu ndo akunifanyia mimi hivi huyu. Hello fans, hello Dar es Salaam, hello Africa, hello Tanzania. Kwa majina naitwa Director Joel, nikiwa mwandishi na mwongozaji wa series yetu pendwa ya mchezo. For now niko hapa kwa ajili ya kukwambia wewe mshabiki ambaye unaifuatilia series yetu kwamba baadhi ya changamoto ambazo zipo zisiwe sababu ya wewe kukata tamaa, lakini tunachokitaka kwa ajili ya support yako ni kwamba ukiangalia usisahau kusubscribe channel ya YouTube, kushare na kucomment ili kuzidi kutupa support, na I think kwamba tutafanya kwa ukubwa kulingana na vile ambavyo comment yako itasema. Ciao, asante. Kila siku ni safari lakini pamoja tunaweza. Ndiwe mchezo wetu. Mama nanita wenzake, jioni mtaa unachemka. Tunayashika maisha, hata mzigo ukiwa mzito hatukomi. Katika dirisha la nyumba za mabati ndoto zinapenya kama taa. Tunakusanya senti, tunacheka, tunaliana, maisha yanakwenda mbele. Tulipokata tamaa, tukakumbushana, mikono yetu ikungana, hakuna lisilowezekana. Huu ni mchezo wa roho.
tukiweka pamoja ndogo ndogo, tunajenga kesho nzuri. Kuna siku tunalia, kuna siku tunacheka kama watoto, lakini nguvu ya kila mama ni moto hauzimiki. Tunapochangisha na pesa, si hela tu tunagawana, ni upendo, ni nguvu, ni tumaini la kesho iliyo bora. Tulipokosa njia tukapishana, umoja ukatupa mwanga, tukasema hatutoi hofu nafasi. Huu ni mchezo wa roho zilizoungana, mama mmoja akianguka wengine wanamuinua tena.